Sogeza na kuja kwako tena, tunapambana. Lazima utokemo. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye. Sasa tutaona muda mfupi ujao tunaenda kuomba hapa. Unatoka. Mimi sina mashaka. Narudia tena, unatoka. Utajisikia umekuwa na, yani ishara yake utakuwa na amani ambayo hujawahi kuona toka umeokoka. Leo nataka uwe na amani ya ajabu leo. Njiani unatembea, unaomba tu. Njiani unatembea unasikia raha. Yani hata unaenda kula mchicha anakuambia utakuwa kama umekula pilau, biriani. Leo unakula biriani kwa jina la Yesu. Biriani ya kiroho. Hebu sema naitaka. Sema naitaka. Kama uitaki ni ile mimi mwenyewe. Maana mimi naitaka biriani ya kiroho. Yaani Mungu akikupa biriani ya kiroho mambo yanakaa shwari. Maadui zako wote wanaanza kukaa pembeni. Maana una uhakika wa kuwashinda hata kama walikuwa 10,000. Sogea kidogo tukamalize. Watakao kunikatilia mbali wamekuwa hodari. Ndio, wanaotaka kunikatilia mbali wakawa hodari. Adui zangu kwa sababu isiyo kweli. Kwa sababu isiyo kweli. Yaani kuna watu huinuka kwa sababu ambayo sio kweli. Ila kwa sababu wao ni hodari wanataka kukatilia mbali. Hata mimi nililipishwa kwa nguvu. Hata mimi nililipishwa kwa nguvu. Vitu nisivyovichukua. Vitu nilivyovichukua. Tulia kidogo. Kulipishwa kwa nguvu naelewa. Unaelewa kulipishwa kwa nguvu? Mwambie mwenzio hebu fungua masikio ya rohoni. Mwambie mwenzio hebu fungua masikio ya rohoni. Hebu sema unaelewa kulipishwa kwa nguvu? Ni kwamba maisha unayoyaishi sio ya kwako, ila unalazimishwa kuyaishi, ndio kulipishwa kwa nguvu. Ulitakiwa uwe na hela alafu hauna. Manake wanakulipisha kwa, wanakupa adhabu kwa nguvu wakati unakosa. Wote wanaopenya ni wenye nguvu. Ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakaoteka. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye. Katika muda kama huu ninataka mtu yeyote analitaja jina lako kwa ubaya, anayetaja jina lako kwa vifitina, kwa uharibifu, kwamba uangamie, leo Bwana anaenda kuonekana katika jina la Yesu. Hebu sema amina kwa damu ya Yesu Kristo ambaye aliye. Mtumishi wa Bwana, nimalizie kitabu cha Yeremia 18:18. Kinasemaje? Yeremia 18:18. Yeremia 18:18. Nasemaje? Maandiko yanasema, hapo ndipo waliposema, Njoni na tufanye mashauri juu ya Yeremia. Njoni na tufanye mashauri juu ya Yeremia. Maana sheria haitampotea kuhani. Sheria haitampotea kuhani. Mimi hapa ni kuhani. Mchungaji hawezi kunipotea. Nitajua hapa nifanye nini. Hapa nini cha kufanya. Wala shauri halitampotea mwenye hekima. Wala shauri haitampotea mwenye hekima. Yaani mwenye hekima hawezi kukosea kuhukumu kesi. Atajua namna kufanya tu. Wala neno halitampotea nabii. Wala neno halitampotea nabii. Njoni na tumpige kwa ndimi zetu. Wakasema sasa kwa sababu hatuwezi kumtoa kwenye levi, huyu tunampiga kwa ndimi zetu. Wala tusiangalie maneno yake yoyote. Njoo tumpige kwa ndimi zetu. Wala tusiangalie maneno yoyote ya kwake. Tumpige kwa ndimi. Wakati tunakuwa, nakumbuka mama kuna kitu alikuwa anatuelekeza. Anasema ukiwa mbele ya watu usipende kumwambia mwenzako kwamba mimi nitakuua. Anasema ataenda kuua mtu mwingine. Alafu utasikia wanasema, jamani hamkusikia fulani alisema tutaonana.
Utakapojitetea watasema aliwahi kusema. Kwa nini yeye amefanyaje? Kazi ya wafalme wa kichawi ni kusema maneno. Ndio maana siku moja niliwaambia nikasema, ukikuta mtu anaongea neno lolote juu yako ambalo sio rafiki, lifute, kwa sababu likisikiwa mapepo yanaweza kulifanyia kazi. Unasikia mtu anasema kwamba ila wewe ni maskini, na unasema ni kweli, umechemka. Kataa, hata kama una hela, kataa kwamba mimi sio ili yasiye kasikia mashetani ile neno yakalitumbukizwa kwako, wakalifanya ukakamatwa kwa lile neno. Kwa Yeremia walipomshindwa walisema, tuna jambo la kufanya juu ya Yeremia, ndio tupige kwa ndimi. Yeyote anayekupiga kwa ndimi, yeyote anayekupiga kwa ulimi, kwa maneno yake, ninasimama kinyume naye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya hai. Hayo maneno halitafanikiwa hata moja. Nasema kama mtumishi wa Bwana katika jina la Yesu aliye hai, halitafanikiwa hata moja kwa jina la Yesu. Hata kama linasema ulimwengu wa roho, hata kama ni kamba za giza, hata kama ni ufalme wa kuzimu, unatamka maneno yako, hayatafanikiwa. Leo nataka tukafanye maombi. Sasa mchana huu kila mmoja hapa ananisikiliza anajua ni kipengele gani anapitia vita. Mimi nataka nikusaidie, na niko tayari kusaidia. Simama. Yesu Mtakatifu, asante Bwana, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu, katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante Bwana.